Yes. Wanaume, kama uko na bibi mwenye alienda Dubai, ako Warabuni, anafanya kazi. Bibi yako mlielewana, akaenda Warabuni kutafuta pesa ama kutafuta maisha kwa ajili yako wewe mwanaume na watoto wako ambao ni familia yako wewe mwanaume, pamoja na yule bibi ambaye ako kule Dubai. Sasa wanaume ikifikia hapo huwa tunajisahau. Shida ni hatupendi kuambiwa. The problem with wanaume, we don't like to be explained anything. We are thinking that we are right all the time. Yes, wanaume ni kichwa ya familia, lakini pia sometimes tunavaa uongozi kama like kitu ingine tunaibeba kama haiendi sawa. Kwa sababu wewe bibi yako mlikaa mkapanga kwamba yeye aende Dubai akatafute maisha, kwa sababu ameona kwamba like mzigo umekuwa mkubwa kwako. Kuna mahitaji, maybe watoto wanataka kusoma, watoto wavae vizuri, waishi vizuri. Pengine hata maybe hata hauna plot, bado unaishi kwenu mwanaume. Mwanamke ametafuta chance, ameng'ang'ana, ameenda. Kumbuka kule Dubai bro, ama Warabuni, si Kenya. So mimi huwa nafikiria like mwanaume ukae mahali ufikirie kama ushaifanya kazi kwa Mswahili. Wacha hata Mhindi ama Mwarabu. Kama tu ushaifanya kazi kwa Mswahili, uone ile life yenye ule Mswahili wanga anakupeleka kama mfanyakazi. Uone yale matusi unayapokea pale kazini kama mfanyakazi. Uone zile kazi ambazo unazifanya bila kusimama. Kwa sababu mimi nishawaifanya kazi kwa Mswahili. Bro, hata kukula yenyewe ni problem. Bro, kusimama ama ukai tu idle dakika 10, hiyo ni case. Zile matusi unatukanwa pale mazee ni ngumu. Yaani matusi zenye hata ukizifikiria manani hivi unatamani hata uache kazi uende nyumbani. Mimi mwenyewe personal niliacha kazi. Siku ya pili niliacha kazi. Na nilikuwa nimeandikwa mshahara mzuri sana. Lakini nikaboeka kwa sababu vile nilikuwa natumia, yaani unatumishwa in a way that ni kama like wewe ni mbwa. Kwa sababu anasema ukikaa idle unakula pesa yake bure. So nataka uassume hiyo life ya huyu mfanyikazi mwenye anafanya hapa Kenya tu. Uko karibu na kwenu. Yaani it's like unaweza acha tu kazi na uende kwenu tu rahisi. Hata ukikosa fare, ukipika kwa stage, ukisema kwamba mimi nataka fare hivi, kupiga simu kwenu utasaidia, ama hata lift unaweza fika home. Alafu ucompare na maisha ya huyu mwanamke mwenye ako Dubai. Unajua Dubai kuenda kurudi si pesa kidogo. Wacha hata pesa. It's a process. Ndio ako kule kazini ameshindwa na ile kazi ya mateso, ndio afike Kenya. It's a process that needs almost 21 days or 14 days. So ujue huyu mwanamke anapitia mateso ya kila aina bro. Hao wanawake hawalali bro. Hao wanawake hawakuli vizuri kule maskani bro. Kule wamezoea sima, hao watu ni wa Kenya bwana. Kule hakunanga sima. Wamezoea vitu, wamezoea freedom. Kule hakunanga freedom. Anateseka bro kwa ajili yako. Sasa wewe mwanaume umekaa tu. Ameenda kule alikuacha ulikuwa ni fundi wa mjengo. Bro unaacha hata hiyo kazi juu bibi yako ameenda Dubai. Wanaume shwali. Mnafanya tunaibika bwana. Ulikuwa uko na bodaboda mtaani. Bibi yako ameenda, amekwambia basi sasa nimefika Dubai. Hiyo bodaboda unaacha. Sawa, acha hiyo kazi basi. Angalia familia. Hapana. Umeacha hiyo kazi, unatafuta mwanamke mwingine. Huyo mwanamke hautaoa. Sawa, umepata mwanamke mwingine ni sawa. Ni hisia. Umeanza uraibu. Every Friday mogoka, every Monday mogoka, from Monday to Sunday mogoka, from Monday to Sunday pombe, from Monday to Sunday bangi, from Monday to Sunday sherehe, na una kazi. Una expect yule mwanamke akutumie. Yule alipo kila siku bro. Analipo kwa mwezi. Sawa? Hiyo pesa amepata akutumie wewe. Umejaa madeni ya mogoka, umejaa madeni ya pombe, umejaa madeni ya bangi, umejaa madeni kibao, umejaa. Kwa sababu mtu atakukopesha. Mimi ukija kwangu niambie bibi yangu ako Dubai nikopesha shilingi 10,000, najua pesa iko. Nitakukopesha shilingi 10,000 na utarudisha na shilingi 10,000, utarudisha na shilingi 10,500 juu. So mimi nitakupatia juu I'm trusting you, bibi yako ako Dubai ako job. But kumbe wewe hata huna kazi. So mwisho wa mwezi amekutumia like let's say like 18,000, unapiga yote madeni, umeisha. Alafu unaenda sherehe. Alafu huyu mwanamke akirudi Kenya ana pesa.
Kuna hii kasumba tunawekea wanawake wa Dubai, tunasema kwamba alikuwa na mwanamke wa Facebook, sijui mwanamke wa Instagram, sijui mwanamke wa wapi, alikuwa na mwanaume. Yes, ni mwanaume. Wanasemanga alikuwa na mwanaume wa Facebook, alikuwa anamkula pesa. Unasahau kwamba wewe pesa umetumwa wewe bro ukikunywa pombe. Unasahau kwamba ulitumwa wewe ukihongana kwa wanawake. Unasahau hiyo pesa ulitumwa wewe bro ukitumia kwa mambo mengine ambayo haendi sawa. Sasa hii mwanamke amerudi Kenya, pengine hata umepiga picha nyumba ya jirani, umemtumia, unamwambia hii ndio nyumba tunajenga, unamdanganya umenunua plot, akifika huku nothing. Anakasirika, mnaachana. Wewe mwanamke aliniacha juu alienda Dubai, akaniacha juu sina pesa. Ulitumiwa bro ukakula pesa. Ulitumiwa bro ukakula do. Sikia, akienda Dubai, hiyo inamaanisha amefikiria. Sawa? Mmeelewana? Ameenda Dubai. Mshirikiane. Why don't you unite? Akipata 10,000 umepata 10,000. You are doing something. Anabaki na 20,000 na wewe unabaki na shilingi 5,000. Keep that in the bank. And then akirudi ameaccumulate bank pengine kama 200,000. Pengine mlikuwa hii kidogo mlikuwa mnamlipia plot mahali imekamilika. Mnachukua 200,000 mnajenga hata nyumba room moja. Lakini mwanamke bro ameenda kuteseka bro kule, ameenda kutumika kama punda bro. 2 good years or 3 good years or 4 good years. Akirudi huku biashara anaweza fungua bro, ni akuuza omena. Wanaume bana tunawachezea fake bana. Tunawachezea offside. Mwanaume bro, bibi yako akienda Dubai, ng'ang'ana bro, usiache kazi. Kazi kubwa yenye bibi yako akienda Dubai, wewe mwanaume na madevu yako, bibi yako anaenda Dubai, unamshauri kutumia pesa uchukue pikipiki ya mkopo. Bongo lala. Hakuna kitu hapo. Bibi yako ameenda Dubai, unamshauri akutumia shilingi 30,000 ukanunue pikipiki ya mkopo. Hiyo pikipiki ya mkopo bado unalipa. Yule kule bado anastahili pesa akutumie wewe. Wewe hiyo pikipiki unafanya kazi yes, lakini bado unalipia. Kuna mahitaji ya nyumbani, kuna watoto, kuna familia, kuna magonjwa, kuna mashule. Wewe umeenda kuchukua pikipiki ya mkopo. Surely umefikiria aje? Mbona usichukue kitu ufungue hata kama ni kaduka basi? Kuliko sasa umechukua pesa, amekutumia, umeenda kuchukua kitu ulipe tena. Sasa hapo bongo lala, hakuna kitu. Tufikirieni, tuwasaidie bana. Mwanamke akienda kule anateseka bro. Kule maisha si rahisi bro. Usiache kazi kwa sababu bibi yako ameenda Dubai. Usianze kulewa kwa sababu bibi yako ameenda Dubai. Usianze kuvuta bangi, usianze kuhongana pesa kwa wanawake kwa sababu bibi yako alienda Dubai. No. Hii Dubai bana isituharibie jina wanaume bana. Mpaka mwanamke sasa ukimfuata anasema, mimi nilienda Dubai sijui nini nikadhulumiwa." Sasa umetuharibia paka sisi wengine bana. Wanaume tukae serious hapo bana. Akienda Dubai mwanamke haimaanisha amekuwa bank account. Yeye ameenda kazini kama vile wewe unatoka unaenda kufanya kazi ya mjengo. So whatever she get and whatever you get is supposed to be collected together so that we can do something in the future. Lakini nyinyi wanaume bana sometimes mnatuchora bana. Tuambiane bana, hatuwezi fichana, tuambiane. Bibi yako akienda Dubai, muombe heri, apate bosi mzuri, apate mahali pazuri, kwenye hata sumbuka, but mnakaa mnapanga maisha. Akitoka kule, mimi sijaona mwanamke ametoka Dubai akaja huko akanunua hata amefanya kitu ya maana, sijawahi iona. Pengine mamangu peke yake. Mamangu mdogo alienda akasomesha watoto wake wote wakamaliza kusoma. Na sasa wamepata kazi at least. Lakini wengi wakienda bwana kirudi huku bwana wiki mbili hiyo rangi ya Dubai kished amesota, tunamkopesha transport barabarani. Amekaa huko 2 years. Tunamlaumu alifonza pesa vibaya, kama ni sisi wanaume bro. Kwa hivyo wanaume bwana, bibi yako akienda Dubai, changamka bwana, fikiria. Chukua ile jukumu la kuwa wewe ni mwanaume bro. Cheza kama wewe. Akirudi mwambie bibi yangu bwana, ulienda yes 2 years but ile pesa ilikuwa kituma kidogo. Sasa hii sijajenga but nimelipia kaka plot, imebaki shilingi 10,000. Unaelewa? So kama umekuja na kitu, na mimi pia katika ile biashara ilikuwa tumeanzisha, nimebakisha shilingi 20,000 kwa account. So kama uko na 40, uko na 20 na mimi niko na 20, we can set up kanyumba ka udongo. So yule mwanamke hata kama ataka huku miezi ya kuhesabu, atakuwa na ile ari ya kurudi kule kwa sababu amekuja ameona umenunua plot. So ari yake akirudi kule anaenda kutafuta pesa ya kujenga. Lakini wanaume wenzangu bana, kana reresha sana bwana. Twendeni pole pole.